إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika tafsiri ya aya hii, idadi ya miezi kwa Allah ni miezi 12 katika kitabu cha Allah, siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Waqatilul mushrikina kafa, piganeni na washirikina nyote. Kama yuqatilunakum kafa, kama wao wanavyopigana na nyinyi wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni kwamba Allah yuko pamoja na wenye kumcha. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ابن عباس رضي الله عنهما يسمى في كلهن، msidhulumu nafsi zenu katika miezi yote. ثم اختص الله سبحانه وتعالى 4 أشهر فجعلهن حراما وحرم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo yote 12, kisha Allah akaihusu miezi 4, akaifanya miezi hiyo ni mitukufu, akaadhimisha heshima ya miezi hiyo, akajalia dhambi katika miezi hiyo ni kubwa zaidi, dhambi inakuwa ni marudufu madhambi yake. Pia akajalia amali njema na thawabu zake ni kubwa zaidi miezi hiyo mitukufu. Dhulma, wanasema maulama, iko aina 2. Kuna mtu kumdhulumu mwenzake, kudhulumu mali yake au kudhulumu heshima yake kwa kumvunjia heshima. Lakini kuna dhulma, mtu kuidhulumu nafsi yake, ni kumwasi Allah azza wa jalla. Mtu anapofanya maasi akamwasi Allah, ameidhulumu nafsi yake, kwa sababu madhara ya dhulma ile inarejea kwenye nafsi yake. Hii ni dhulma nyingine, mtu kufanya maasi. Walidhalik
يقول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. Ushirikina ndio dhulma kubwa. Mtu akifanya ushirikina ameidhulumu nafsi yake dhulma kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameibainisha miezi hiyo minne mitukufu. Allah ameieleza kwa jumla, minha arba'atun hurum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiweka wazi miezi hiyo mitukufu. في البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذي القعدة وذي الحجة ورجب مضر والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Mtume ameweka wazi miezi hiyo mitukufu katika hadithi hii ya Abi Bakra fi al-Bukhari. Mtume anasema inna zamana qad istadara kahiyati, zama zinazunguka kama kawaida yake tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi. Inna zamana qad istadara kahiyati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 una miezi minne mitukufu. 3 mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana. Dhulqa'da, huu tulionao, wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Hii ni miezi mitukufu katika Uislamu. Mwezi huu wa Dhulqa'da na mwezi ujao wa 12 Dhulhijja na mwezi wa kwanza Muharram, al-Muharram na Rajab Mudhar ambao uko baina ya Jumada al-akhira na Sha'ban. Ndugu zangu Waislamu, mtu anatakiwa ajiepushe na kufanya maasi katika mwaka mzima, lakini katika miezi hii mitukufu ni zaidi anatakiwa ajiepushe na maasi, kwa sababu madhambi yanakuwa marudufu mtu akifanya dhambi katika miezi hii mitukufu. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi na kuzipamba mbingu kwa nyota na jua na mwezi, watu wakatofautiana. Watu hususan wasiokuwa Waislamu wakatofautiana. Wafursi, Warumi wao wanakiri kwamba mwaka ni miezi 12, lakini Warumi wanasema mwezi, kuna mwezi una siku 28, mwezi mwingine siku 30, mwezi mwingine siku 31. Warumi ambayo kalenda yao ndiyo mashuhur hapa duniani wanasema miezi 12 hiyo, lakini kuna mwezi una siku 28 na kuna mwezi una siku 30 na kuna mwezi mwingine una siku 31. Wafursi wanasema wao kwamba miezi ni 12, lakini kuna mwezi una siku 30 na kuna mwezi mwingine una siku 35. Waqibti nao hivyo wanasema kauli ya Wafursi kwamba mwaka ni miezi 12, lakini kuna mwezi una siku 30 na kuna mwezi mwingine una siku 35. Wote hao wamewafikiana kauli moja, wanasema kwamba kila mwaka una siku robo ya siku moja. Kila mwaka kuna robo ya siku moja. Robo hizi ikifika miaka 4, robo hizo zinakusanywa 4, inakuwa ni siku moja, inazidi katika mwaka. Hawa Warumi, Wafursi, Waqibti wamewafikiana kwamba kila mwaka kuna robo siku. Robo siku hiyo kwa miaka 4 inakuwa ni siku moja, inazidi katika mwaka. Lakini alhaq ni Uislamu. Uislamu unasema mwezi una siku aidha 29 ikiwa mwezi utaandama, au una siku 30. Hakuna mwezi wenye siku 28 wala hakuna mwezi wenye siku zaidi ya 30. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashharu hakadha wa hakadha, mwezi ni hivi au ni hivi,
aidha siku 29 ikiwa mwezi utaandama, au kama hukuandama mwezi ni siku 30 wa bas. Hadha huwa alhaq, famadha ba'da alhaq illa aldhalal, fa anna tusrafun. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل في علاه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. Allah anasema haji ni miezi maalum. Kwa hiyo anayekusudia kufanya haji katika miezi hiyo, fala rafatha, hakuna kufanya tendo la ndoa katika ihramu hiyo, wala hakuna kufanya maasiya, wala hakuna kushindana na kufanya husuma na yoyote huko katika haji. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akibainisha miezi hiyo ya haji fi qawlihi ta'ala: al-hajj ashhurun ma'lumat. قال ابن عمر رضي الله عنهما: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. hii ndio miezi ya haji iliyokusudiwa na Allah azza wa jalla katika aya hii, ni mwezi wa Shawwal na Dhul Qa'da na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul Hijja huo ujao. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na siku hizo za mwanzo za Dhul Hijja, siku 10 za mwanzo za Dhul Hijja. Ndugu zangu Waislamu, ni msimu wa kheri. Siku 10 za mwanzo za mwezi wa Hijja ni siku za kheri, siku za baraka, siku zenye ajiri nyingi. Ni msimu mzuri. Kila mmoja katika Waislamu anatakiwa atumie vizuri siku hizo 10 zijazo kwa kufanya amali njema na kufanya sampuli nyingi za kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku zenye manufaa mengi kwa Waislamu. Siku hizo 10 zimepata ubora huo kwa mambo mengi. Moja katika hayo, Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizo 10, na Allah subhanahu wa ta'ala akiapa kwa jambo linaonesha utukufu wake jambo hilo na manufaa yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Fajr yakulu ta'ala: wal fajr wa layalin ashr, na apa kwa wakati wa al-fajr, na pia na apa kwa siku 10 hizo za mwanzo za Dhul Hijja. Ibn Abbas wa Ibn Zubair radiyallahu anhum وكذلك مجاهد وغيرهم من السلف والخلف ونسمى ليالي عشر إنها عشر من ذي الحجة. مقصودية وليالي عشر ni siku 10 za mwanzo za Dhul Hijja. Idhan zimepata utukufu huo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuziapia. Lakini pia siku hizo 10 ndizo zenye siku ya Arafa, siku bora duniani. Siku hizo 10 ndizo siku zilizo na siku ya nahar, yaum al-hajj al-akbar. Siku hizo 10 zina ibada nyingi zinazofanywa katika siku hizo 10. Ibada ya salah, ibada ya hajj, ibada ya sadaqa. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah يقول في الفتح قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 من ذي الحجة لاجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والحج والصدقة وغيرها، ولا يتأتى ذلك في غيره. سبب ya ubora wa siku hizo 10 za Dhul Hijja ni kwa sababu mkusanyiko wa mama za ibada hufatikana katika siku hizo 10, nazo ni swala na haji na siyam na sadaka na nyinginezo katika ibada hizo, na haiwezekani kukusanyika ibada hizo katika siku nyingine. Hakuna siku nyingine za haji isipokuwa siku hizo 10 ndipo inapofanyika ibada hii kubwa ya haji.
Ndio maana siku hizi 10 zimepata ubora kuliko siku nyingine za dunia. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na ubora huo, ni sunna Waislamu kujitokeza na kujitoa muhanga kwa kufanya ibada nyingi, ikiwa ibada hizo ni katika ibada hizo siyam min ajalli liibadat, ni katika ibada tukufu, ibada ya siyam. Watu wasichoke na ibada ya siyam. Ndugu zangu Waislamu, ukiambiwa kuna msimu wa siyam, funga. Situ min Shawwal, funga. Alkhamis walithnain, funga. Kila inapotokea msimu huo wa siyam, tunatakiwa tujitokeze na tujitolee muhanga, tufunge ibada ya siyam. Ni ibada adhima. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي به. صوم ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa ibada hii ya siyam. Kwa saum ni ajalli liibadat, inafanyika katika siku hizo 9 zijazo za Dhulhijja. Siku ya 10 naam ni Eid, ni haramu kufunga, lakini siku 9 ndugu zangu ni sunna kufunga siku hizo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akihimiza amali njema zifanywe katika siku hizo 10. Qala sallallahu alayhi wasallam kama fi al-Bukhari min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala: ma min ayamin al-amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. qalu wala al-jihadu fi sabilillah. qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Mtume sallam akihimiza watu wafanye amali njema katika siku hizo 10 zijazo. Tunasema ma min ayamin, hakuna siku zozote ambazo Allah anapenda kufanywa amali njema katika siku hizo. Ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Hakuna siku zozote ambazo amali njema Allah anapenda sana kuliko amali njema zinazofanywa katika siku hizo 10 za Dhulhijja. Qalu, masahaba wakamwambia Mtume, wala aljihadu fi sabilillah, wala jihadi pia si bora kuliko kufanya amali katika siku hizo. Qala wala aljihadu fi sabilillah, pia jihadi si bora. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwenda katika jihadi kwa nafsi yake na mali yake, halafu asirejee akauawa shahidi kule katika maaraka, huyu amali hiyo ni bora kuliko kufanya amali katika siku hizi. Lakini jihadi yoyote inashindwa na amali njema kufanya katika siku hizi 10 zijazo. Ndugu zangu Waislamu, ni msimu mzuri Waislamu ambao watabarikiwa na kuwafikishwa kufika katika siku hizo. Wanatakiwa watumie uhai wao, wanatakiwa watumie afya zao kwa ajili ya kufanya amali njema kila anayoiweza. Ukiweza kufanya siyamu, funga siku 9. Huwezi kufanya ibada hiyo ya siyamu, fanya ibada nyingine ambayo ulikuwa unaiweza. Sadaka, kama usali swala za sunna, swali za sunna. Almuhimu ujitolee kwa ajili ya uhai wako na ujitolee kwa uzima wako na afya yako. Ndugu zangu Waislamu, hakuna asiyejua kwamba katika Eid al-Adha kuna ibada ya udhiya, kuchinja mbuzi mmoja kwa familia ya mtu yote. Mbuzi mmoja ndio anayotakiwa kwa familia nzima ya mtu. Mbuzi mmoja ni sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, asiye ambaye ana uwezo halafu asichinje udhiya, basi asihudhurie katika musalla wetu wa Eid. Man yajidu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, ambaye ana uwezo na asichinje udhiya asije katika musalla wetu wa Eid. Mtume akisisitiza ibada hiyo ya udhiya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kama mtu ana azma ya kuchinja udhiya siku ile ya Eid na siku za tashriki 3, anatakiwa mwanzo tu ukiingia siku zile 10 asikate kucha, asikate nywele zake, wala asikate ngozi yake yoyote.
asikate kucha baada ya kuingia tu tarehe moja ya Dhulhijja, ajizuie kukata kucha, ajizuie kukata nywele, ajizuie kukata ngozi yake yoyote katika mwili. Hadithi ya Ummi Salama fi sahihi Muslim, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. tunasema mkiuona mwezi muandamo wa Dhulhijja, idha raaitum hilala Dhulhijja, na mmoja wenu akataka kutinga udhiya, falyumsik an sha'rihi wa adfari, ajizuie kukata nywele zake na kucha zake. Wa fi riwaya: fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a, asishike chochote katika nywele zake na ngozi yake. Ni sunna, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo kila ambaye anakusudia kuchinja, inapoingia tarehe moja, aidha pengine itakuwa ni Jumatano ijao au Alhamisi, ajizuie kukata. Wiki hii ni ya kujisafisha, wiki hii ni ya kukata nywele zako za kichwa na nywele nyingine, isipokuwa ndevu. Ndevu hazikatwi, ndugu zangu Waislamu. Ndevu hazikatwi wala hazipunguzwi, ndugu zangu Waislamu. Ni nywele nyingine za kichwa, za nywele za kwapa, za sehemu nyingine, sio ndevu. Ndevu hazikatwi. Mtume sallallahu alayhi anaamrisha: aful liha, huful liha, haliful mushrikin. Mtume anakataza ndevu zisiguswe wala zisipunguzwe. Arrajul ni yule anayewacha ndevu zake kabisa bila kuzigusa. Hadha rajul, ni katika sifa ya mwanamume kukutogusa ndevu zake wala kuzipunguza, aziwache vile vile kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. نسأل مولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.